Okay, mambo vipi? Hivi unajua kwamba kwenye Instagram page ya Clatous Chota Chama zipo posti chache sana zinazomwonyesha yeye akiwa ndani ya kikosi cha Young Africans kuliko posti ambazo ameposti akiwa amevaa jezi ya Simba Sports Club. Haimaanishi mimi ni Simba, nimevaa tu, na hii ni zawadi ambayo nimepewa na miongoni mwa watu ambao ni mashabiki zangu, akanambia tokana naye. But nataka tumzungumzie Chama. Kwenye ukurasa wake wa Instagram mpaka sasa ninavyozungumza nanyi, kuna posti zisizozidi 6 ambazo zinamuonesha akiwa amevaa jezi dhidi ya Young Africans. Posti kati ya hizo zisizozidi 6, 2 alicollaborate na Yanga. Yani Young Africans walimpa collaboration. Kwa nini ziko chache? Lakini ukiangalia posti zinazomuonyesha yeye akiwa amevalia jezi ya Simba ni nyingi sana. Kama hiyo haitoshi, kwenye posti zake za mwisho za hivi karibuni alionekana mchambuzi Farhan akiongea naye na akamwambia new transfer is coming. Inamaanisha kwamba Chama anaweza kuondoka ndani ya kikosi ya Young Africans? Maybe yes, maybe no. But to me, I will say yes. Chama anaweza kuondoka ndani ya kikosi cha Young Africans. So kama Chama anaondoka ndani ya kikosi cha Young Africans, inabidi tukae sehemu moja tujadiliane. Chama amefeli ndani ya kikosi cha Young Africans ama amefaulu? Nimejaribu kupita kwenye vijiwe mbalimbali vya kimitandao, tunaviita video vya kidigitali, pamoja na video vya kahawa na tuseme video vya kawaida ama vya kizamani. Wengi wanajaribu kuzungumza Clatous Chota Chama amefeli ndani ya kikosi cha Young Africans. Wapo ambao wanasema amefeli na wapo ambao wanasema hajafeli. Binafsi naweza nikaa naungana nao katika jambo moja na nikaa napishana nao kwenye jambo lingine. Naweza nikaa naungana nao kusema kwamba jamaa amefeli, lakini Young Africans kama Young Africans hawajafeli. Unaweza ukashangaa ninavyokuambia hivyo. Well, timu inapoenda kusajili mchezaji, inamsajili mchezaji ikiwa na malengo makubwa mawili. Lengo la kibiashara na lengo la kimbinu, kwa maana uwanjani pale mchezaji akaongeze kitu. Mfano, kuna baadhi ya wachezaji ambao wakati wanasajiliwa hawakupambwa sana kwa sababu wao hawana influence kwenye mitandao ya kijamii, lakini hata kwenye jamii, kwenye umati, kwenye umati. Ukisoma kile kitabu cha mtu mmoja anaitwa Gustav Lee anayezungumzia masuala ya umati, anasema watu wanapokuwa kwenye umati hawasikilizi mantiki ila bali wanasikiliza hisia zaidi. Wanataka kusikia uongo na wafurahisha. So tunavyozungumza kiufundi, Chama inawezekana kufanikiwa, lakini kwenye kikosi ya Young Africans waliangalia kwanza kiufundi kwamba je, huyu mchezaji atakaposajiliwa atakuja kutusaidia kwa kiasi gani. Lakini wapo wale wachezaji ambao wakati wanasajiliwa hawakuzungumzwa, lakini wameenda kuwa msaada mkubwa sana ndani ya kikosi husika. Mfano, kuna mtu kama Ibrahim Ahmad Baka. Wakati anasajiliwa Ibrahim Ahmad Baka, hakuna mtu hata mmoja ambaye alimsifia katika iko alichokifanya, lakini katika usajili wake. Lakini sasa hivi ni miongoni mwa mabeki ambao wanasifika sana na ni wachezaji muhimu sana, lakini umsikia kiimbwa. Kuna mtu anaitwa Abdurazak Hamza. Wakati anasajiliwa hakukuwepo na mapambio, lakini Simba walitazama kiufundi, sio ile influence yake. So jambo la kwanza, watu wanafanya usajili kwa kutazama hayo mazingira ya kwamba je, kiufundi ataenda kutusaidia vipi. Lakini jambo lingine, kuna mchezaji ambaye anasajiliwa kwenye muktadha wa kibiashara zaidi. Kwa maana tunakutazama we mchezaji kwenye eneo la biashara, unaweza ukatusaidia vipi kibiashara kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Unaweza ukaipatafu kiasi gani brandi yetu ifahamike zaidi, ivutie watu wengi zaidi? So Yanga walimtazama Chama kwenye lengo la kibiashara, kwamba huyu ni mchezaji ambaye ana influence kubwa kwenye mitandao ya kijamii, anapendwa sana, ameimbwa. Tukiwa naye huyu kwa kipindi fulani, akionekana amevaa jezi ya Yanga, akiposti amevaa jezi ya Yanga, akiposti ameshikilia labda kinywaji fulani ambacho kina wadhamini, tunaamini ataenda kushawishi watu wengi, na mwisho siku sisi tutatengeneza biashara kwa sababu outcome itakuwa ni nzuri. So ukitazama usajili wa Chama ndani ya kikosi cha Young Africans, ulikuwa ni usajili ambao ulitazama kibiashara zaidi na si kiufundi, kwa sababu nafasi yake kiufundi ilikuwa ni ndogo ukilinganisha na wale ambao walikuwepo, lakini na umri wake. Well and done, amewapa tafu ya Young Africans, but end of the day umaarufu huo unaisha.
ushawishi huo unaisha, kwa sababu kuna watu wengine wapya ambao wanazaliwa, kuna watu wengine wanapungua kihisia juu ya kukufuatilia. Na sana sana ukiwa unafanya kazi ambazo zinakuhitaji kuwa na performance nzuri kwenye kila siku na consistency ya kuendelea kushow up kwenye baadhi ya vitu. So Young Africans kibiashara, Young Africans walifanikiwa. Lakini tunaposema kiuchezaji, Yanga hawajafeli, ila yeye kafeli zaidi, kwa sababu ukiangalia kwenye eneo la katikati bado Young Africans wana wachezaji wengi ambao wanaweza wakacontribute kwenye kutengeneza mabao na Young Africans ikawa safe. Yeye kama yeye ndo amepotea kwenye eneo la kwamba achezi mara kwa mara, kwa sababu ya kucheza mara kwa mara umaarufu wake unapungua na legendary wake ndo unakaribia hivyo. Tutampatiza jina la mchezaji aliyewahi kuika kwa miaka ya hivi karibuni, kwa sababu ukijaribu kutazama hata takwimu zake katika msimu utakubaliana na mimi kwamba sio takwimu ambazo zimekuwa bora sana. Amekuwa mchezaji ambaye achezi mara kwa mara. So kwangu mimi ninaweza kudiriki kusema kwamba yeye kama yeye amefeli, kwa sababu Young Africans waweza sema wamefeli kwa sababu lengo lao wao halikuwa kwamba Chama awasaidie kiufundi sana. Atacheza dakika chache, ndicho walichomsajilia, acheze dakika chache, lakini sana sana walichokihitaji Yanga kwa Chama ni ile influence yake, iwasaidie wao kutengeneza biashara, iwasaidie wao kusign deals, kwa sababu una mchezaji kama Chama uwezi ukazungumza kama timu ambayo haina mchezaji kama Chama. Influence yake ni kubwa. Chama ni like taasisi, anapendwa, anafuatiliwa kwa kiasi kikubwa sana. Up to now kwenye ligi kuu Tanzania bara, this guy amehusika kwenye mabao 5, kwa maana amefunga mabao 3 na kutoa assist 2, akiwa amecheza mechi ambazo amegusa kuwepo kabisa kwa kucheza ni mechi 17, lakini kwa dakika zile ni dakika 652 53. Kwa ujumla wako kitazama hivi unazungumzia kama mechi 5 au mechi ngapi ambazo amebahatika kucheza. So Chama yeye amefeli yeye kama yeye, lakini kama Yanga hawajafeli kwa sababu walimtazama kwenye eneo la kibiashara. Swali la kujiuliza, je, huu ndio mwisho wa Chama? I say yes. Anguko la Chama limefika rasmi. Sioni kama anaweza kurudi tena kwenye ubora wake kama zamani. Simba sioni kama anaweza kurejea ndani ya kikosi Simba eti apate nafasi arudi kwenye ule king wake. Ndani ya kikosi Young Africans sioni kama anaweza akamuongezea mshahara mchezaji ambao unaweza ukawa unamlipa milioni 20 na alafu anakaa bench. Haiwezekani. Lazima Young Africans watatafuta alternative nyingine. Okay, akienda ndani ya kikosi Azam FC itakuwa ni money game, akienda Singida itakuwa ni money game. So kwangu mimi nasema huu ndio mwisho wa yeye kama yeye kuendelea kufanya vizuri kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ameyafanya mengi akiwa ndani ya kikosi ya Simba, amefanya mengi, amekuja ndani ya kikosi ya Young Africans kwa maana kulifta kuwapa nguvu kibiashara na vitu kama hivyo. I think amemaliza kwenye hilo eneo lake. This time around umefika wakati anaelekea miaka 30 na of course baada na nguvu labda ya kuendelea kutumika, lakini si kwa kiwango hiko ambacho mimi nadhani anaweza kufanya. Ni hayo tu kwa sasa, nitaka tuzungumzie hayo, kujadili Chama na uchama wake. Mimi kwangu nasema amemaliza. Hakuna kitu kingine ambacho kimesalia ambacho hatujakipata kutoka kwa Clatous Chama. Mimi na Talmachi Usman Fast Kenyas. Asante. Bye bye.